Mama mitano tena na kazi iendelee. Waheshimiwa wabunge, bila shaka mmeiona hotuba ya waziri mkuu. Sasa twende taratibu kwenye uwanja wa kuchangia maoni, tusije tukakanyagana. Kama nilivyosema, mama mitano tena na kazi iendelee. Tunaanza na mbunge wa Njombe. Mama, umeionaje hotuba ya waziri mkuu? Ni hotuba moja kwa kuizungumza, ni hotuba nzuri sana. Unasema kwa kuzungumza ni hotuba nzuri, kwani ina nini? Mbona mimi binafsi nimeona ni hotuba moja ambayo imenyoka. Ni hotuba ambayo kama hujaijua serikali ya Chama cha Mapinduzi unaweza ukasahau tabu zote. Oh, kumbe hotuba imenyoka kama ya rais kipindi akifungua bunge. Safi. Sasa swali ni je, kwa nini utekelezaji huwa haufanyiki? Sijui huwa kinatokea nini hapa katikati. Sijui ndo machawa wanaharibu mchongo. Sasa machawa wameingiaje hapo mbunge? Kwa sababu speech ni nzuri, lakini njoo kwenye utekelezaji tunapoteana. Matatizo ndo yanaanzia hapo. Na una hoja ya msingi kutetea kila ambacho nakizungumza, tusije kusweka ndani. Hoja ya kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema dira yetu. Ndiyo, tunakusikiliza. Inasema uchumi na ajira. Lengo ni kukuza uchumi na ajira. Tunakusikiliza. Leo hii utakuzaje uchumi na ajira ya nchi hii wakati changamoto yoyote ikitokea, mtu wa kwanza kumtazama wa kufidia ile changamoto ni mwananchi wa kawaida? Sasa wewe unataka tusitazame mbuzi ndio zije zilipe mapato au kodi? Mbona kama unawaza vitu ambavyo viko nje kabisa, viko mbali. Binadamu ndo analipa kodi. Hebu tupe mfano wa kila ambacho nakizungumzia, hasa ni nini ambacho nakilalamikia. Leo hii Naibu Spika, ukianzisha hata biashara ya maandazi, umefungua kioski hapo, kesho utakutana na OSHA, utakutana na watu wa afya, utakutana na TRA, utakutana sijui na mtu anaitwa mpango miji, utakutana na mtu wa leseni ya halmashauri, kodi zaidi ya 6. Kumbe uko serious. Lakini wewe haya yote umeyajuaje wakati wewe sio mwathirika? Wewe upo na kula pension za serikali, waathirika ni wengine. Wewe umeyajuaje? Mimi nimenunua gari ndio maana najua. Kwa hiyo kumbe mpaka na nyie ya wakute ndo mtoke kuwatetea wananchi. Tofauti na hapo hamna. Hapa kwetu sisi mnyonge ananyongwa na haki hapewi. Alafu zingatia, muda wako unaenda kuisha ili waingie na wengine, maana unashambulia sana. Sione sehemu ukisema Samia oye, unashambulia sana. Muda wako unakaribia kuisha. Angalia muda wangu, sihujumiwi leo. Nilianza na dakika 27, kwa hiyo zimeisha dakika 4. Kumbe uko makini. Tuendelee. Naomba nilindie muda wangu Mheshimiwa Naibu Spika. Elimu. Sasa elimu imefanyaje na wewe hapo? Elimu haina shida, mitoto ndo haina akili. Tanzania hii Tanzania moja, tuna mifumo ya elimu miwili. Mtu mwenye hela kidogo, na siku hizi kwenye nchi hii ukiwa na hela unafuatiliwa kuliko maskini. Yaani badala ya kujadili maskini tunamsaidiaje ajinyanyue, tunajadili hivi hili gorofa huyu mtu amelitoa wapi? Sasa tumjadili, tukae kupoteza muda hapa tuanze kumjadili wa maskini wa nini jamani? Mwenye nacho wahenga walisema, mwenye nacho anaongezewa, asiyekuwa na nyang'anyo hata kidogo ambacho anacho. Alafu twende taratibu, unatupokea sana. Watu tumetoka tumeshiba huko chakula huko, na kao unatupokea chakula njaa kutumia mapema bwana. Twende taratibu, usitupokee. Asante. Nafikiri ni sauti ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia. Muombe Mwenyezi Mungu amekujalia kitu kingine. Pengine amekupa mwenzangu mwili, mimi amenipa sauti. Lakini nina maana nzuri Mheshimiwa Naibu Spika. Kila mtu Mungu amempa karama yake. Yaani unaona unatumudu sana yani. Unaona umetuweza yani. Umeniweza. Haya, okay sawa, tuendelee ili tumalize haraka aingie mbunge mwingine. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais wa Jamhuri ya Muungano aliahidi issue ya katiba mpya. Sasa wewe naona unapiga tu panapouma. Nafikiri unatafuta sifa kwa wananchi, sio? Kwanza muda wako umeisha, malizia sekunde chache zilizobaki
upisha ingie mwingine. Unapiga tu panapouma, unatafuta sifa. Naomba nimalizie, wengine walikuwa wanapewa grace period. Nipendelee tu yatima mimi. Malizia. Sawa, endelea, lakini zingatia mitano tena, zingatia Mheshimiwa Spika, zingatia. Ahadi zisizotekelezeka. Yale. Kama hauwezi kusifia serikali, tunaomba uketi chini Mheshimiwa, waingie na wabunge wengine, muda ni mchache. Asante. Naheshimu kiti. Asante sana. Nitaongea siku nyingine. Amekaa kweli jamani, amekaa.